guys, huyu ni Kedi Maina, na kama kawa please subscribe and pia unashare video zangu. Pia watu kuna kitu kingine kinaongea tu huko gav tu kiongea kwa sababu afurahisha moyo wake. By the way, mimi huwa si record video to make you too much happy, but to make myself happy and at least nakuwa stress free, kwa sababu hii maisha ya gav ni kama jera ingine. Now make sure subscribe. Now mimi niko hapa to appreciate kembo wawili ambao huwa wananipenda sana na ambao huwa wananipea my information, wanasikiza, wanatega wananiambia na kumekuwa hivi, Maina kumekuwa hivi. Kama juzi kuna kiboi karibu akufie Riyadh akipata mtoto, na Mungu ni mwema, hakukufa, katoto kako safe, na Mungu alide hao katoto na kanyonya na makais mawili ndio kaweza kukua, kwa sababu hao katoto ni innocent. Now niko hapa ku appreciate hao makiboi kwa sababu waliamua kuwa wanafeed Kedi every weekend. Weekend yetu inaanza leo. Tuko pamoja. Weekend yetu inaanza leo. Na kusema ati waliamua kuwa wananifeed every weekend, sio kusema kufidiwa kwa kimapenzi, but huwa wananifeed tumbo. Na huwa na sasa tuko msimu ya nini? Tuko msimu ya joto. Tuko msimu ya joto, kwa hivyo huwa wananibaia maji chupa moja every weekend ya 5 liters, na Mungu awabariki sana. Na jambo hilo lingine, sijui kama mshawahi nipata na videos hizi, ni chapati wamenipatiania. There are how many chapatis? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 chapati every weekend. That's the every Thursday huwa wananipatiania chapati 20, chapati 10, chapati 15. Na mimi nataka kusema tu Mungu abariki hao makemboi, kwa sababu let me tell you hao makemboi, by the way, hawana ile tabia mbaya. That's the funny thing, hawana tabia mbaya, lakini every wanakuwa wawili, wanagawanaga. Huyu akikuja kwa hiyo nyumba hii wiki, mwingine anakuja kwa hii wiki nyingine. Tuko pamoja. Lakini end month huwa wanakutana, wanachagua siku moja, wanakutana wote wawili kwa ile nyumba. Mahali wanafanya kazi, they always get 2000 salary. Na sio mbali sana na accommodation ya kwao. Kwa hivyo huwa wana manage kuenda kwa nyumba yao every weekend, ama baada ya 2 weeks wanaenda. Lakini tuko hapa sasa. Tuko wapi? Tuko hapa sasa. Hao makemboi wakati mmoja ameenda hiyo off, huwa na make sure amepika chapati na amenipatiania. Huwa na make sure maji ameninunulia. Na pia sometimes masabuni wananipatiania. Waliniambia, Kedi, you always helping people. Manake hata sisi ni Mungu tu. By the way, mahali wanafanya, mimi ndio niliwafanya wapate pale. Nikawa nimecommunicate hivi wakapata kazi ya nyumba na wakawa wanalipo vizuri, na nami nikawaambia mtulieni hapa, msisumbuane pale, and wanafanya vile. Kwa hivyo ni makemboi ambao mimi ninawapenda sana, kwa sababu waliweza kujitoa, waliweza kujielezea, na wakaniambia, Kedi, tungelijua hatungelitoka nje, lakini kwa yale ambayo ambayo inatupeleka, yani ama inatusukumia kuwa itabidi tu utafute mtu ujiuze upate chakula uweze kulipa nyumba, manake darara hatakai kujua ati huna pesa. Once uko nje hatakai kujua ati hauna pesa. You must ulipe nyumba. You must bili zote ambazo zinafaa kwa hiyo nyumba lazima ushughulike, either unakaa ama ukai. Nao hawa wasichana, hii nyumba ambao unaona wanakaa, si ati ni nyumba yao hivyo. Wakati wameenda wanalipaka 30 bob. Hiyo siku wameenda walala, kama leo walienda jana. Huyu alienda jana, na juu kesho alienda jana jioni. Na juu kesho kuna kuwa na watu wengi kwa hiyo boma, juu familia sijui wanasema beti mama sijui wanakuja kwa hiyo boma. Kwa hivyo kesho hawawezi wakampea off. Huwa wanampea Wednesday jioni, arudi leo jioni. Leo Thursday jioni. Kwa hivyo off yake anaichukulia Wednesday mpaka Thursday jioni. So anaenda analipa 30 bob kwa hiyo dalala. Cash money wanamalizana, na anabeba vitu zake za kupika.
Sasa kama hizi chapati amefika hivi akule na mimi nikule na mwingine akule na mimi rafiki yake, hiyo inasonga hivyo. So guys, I'm here to appreciate those boys. May God bless you. Na mkipata nyinyi ambao nitafutia hapo, mkipata boss mwingine ambaye anataka msichana wa kazi, leta toa huyo mwenye anasukumiliwa au jiuze, kwa sababu anafaa alipe nyumba, kwa sababu anafaa alitumie watoto wake chakula. Muiteni mumuingishe hapo, tuko pamoja, ndio tuweze, kwa sababu hii jambo la kujiuza kwa sababu ya shida hai make sense. And that's why I always tell you, si ati nawachukia, nawapenda sana, but we have to be open. We have to tell the people the truth and the fact. You are suffering outside there. You are suffering outside there. So mtu akipata kazi, ukienda uingiane na boss fulani hivi, mpendane, muelewane, mwambie tu nina mtu lakini ako hivi na hivi, msaidie tu kazi. Ndio Mkenya mwenzetu aweze kupata kazi. May God bless you guys. Make sure you subscribe. Yeah, subscribe my friend and share this video.